Ngoja kidogo nikupe habari ya stori hii ilipofikia mpaka sasa. John ni kijana aliyekuja Dar es Salaam kutafuta maisha. Siku moja akiwa posta katika harakati za kutafuta kazi, alikutana na dada mmoja aitwaye Natalia. Natalia alimsaidia John kupata nafasi ya kazi, lakini kilichomfanya John aitwe ofisini na hatimaye kuajiriwa ni elimu na vyeti alivyokuwa navyo. Hata hivyo, baada ya Natalia kuchukua vyeti vya John na kuvifikisha kwa bosi wake kwa shinikizo, mambo yalibadilika. Natalia alifukuzwa kazi na nafasi aliyokuwa nayo ikapewa John. Miaka mingi imepita tangu tukio hilo. Maisha yakaendelea na John akaoa. Sasa John anaishi na familia yake. Mke wake anaitwa Loveness. Lakini Loveness anakuja kugundua ukweli mzito. Mume wake tayari alikuwa na historia ya mapenzi na mtu mwingine huko zamani. Historia ambayo haikuishia tu kwenye kumbukumbu, bali iliweka alama moyoni mwa John na Natalia. Ndipo hapo Loveness anaanza kujiuliza maswali mengi, akigundua kuwa kuna mapenzi ya zamani ambayo hayajawahi kufutika kabisa. Angalia kwenye chaneli yetu. Tumeweka tayari sehemu ya kwanza na ya pili ya simulizi hii. Karibu sana. Tuendelee pamoja na safari ya Love Destiny. Walianza pamoja muda mrefu. Sikujua kama walishatengeneza historia yao. Historia iliyojengwa kwa muda. Historia iliyoweka alama mioyoni mwao isiyofutika. Leo hii nimekuwa kama mwizi, nikipigania mapenzi ambayo niliamini ndiyo pumziko la moyo wangu. Tulifunga ndoa pamoja. Tumeishi kama mume na mke. Lakini hata nikiwa mke halali, siwezi kubadilisha moyo wake unipende. Nimegundua mambo mengi sana katika maisha haya. Najiuliza mara kwa mara, kwa nini Mungu alificha uwezo wa mtu asijue mwenzake anawaza nini moyoni? Labda kama ningejua mapema kuhusu John na Natalia, nisingeumiza moyo wangu kwa matumaini ya uongo. Leo nimechoka. Mwili umechoka. Akili imechoka. Na moyo umechoka zaidi. Naanza kuona kuwa wakati mwingine ni bora kuwa peke yako. Kwa sababu mapenzi wakati mwingine ni mateso. Si kwa sababu simpendi, hapana. Ni kwa sababu nimempenda mtu ambaye moyo wake tayari umewekewa kumbukumbu isiyofutika. Siwezi kubadilisha moyo wake. Moyo wake lazima uamue wenyewe. Nilijaribu kuwa kila kitu. Nikamsahau mimi mwenyewe. Nikamsahau kuwa mimi ni binadamu. Nina moyo, nina damu, nina nyama. Ninatabasamu mbele za watu, lakini moyoni nalia kimya kimya. Natalia inawezekana ndiye mke halisi wa John. Kama kweli hana mahusiano ya kimapenzi naye, kwa nini nilikuta meseji nyingi kiasi kile? Meseji zenye maneno ya kujali, maneno ya kutia moyo, maneno ambayo si ya kirafiki tu. John ananificha, na dunia hii ina watu wa ajabu sana. Nifanye nini sasa? Niwaamini maneno yake au niuamini ushahidi niliouona kwenye simu? Ni mateso kumpenda mtu ambaye ukweli wake hauko wazi. Na mimi nimesimama katikati. Nimeshindwa kujua niendelee kupigania ndoa au nijinusuru kabla sijaangamia kabisa.